Hey guys, thank you so much for the love, thank you for the support, thank you for clicking again to this video, thank you for everything guys. I really appreciate your support. My new subscriber, welcome to the family. My returning subscriber, salute you guys, and thank you so much. I appreciate all of you. Feel free, feel appreciated. Yep. So guys, in today's video we're going to talk about Milly Wadok. Milly Wadok alikuwa she's a mother of two, and somehow ni celebrity Kenya. Somehow hiyo pia ni star fulani hivi huko Kenya. You guys mnajua Milly Wadok saizi ni amekufa. Sasa the cause of her death, kama ujui the cause of her death, stick around, watch this video to the end, utajua cause ya nini yake kinye ilifanya akakufa ni nini. I'm going to reveal everything in this video. So first nataka nianze kuleta polepole so that you guys you understand what I'm talking about. First alikuwa na baba yao mtoto wake wa kwanza. Siku yenye anazaa mtoto wake wa kwanza, hiyo siku ya kwanza hiyo mtoto wake first born kijana wake, hiyo siku kwenye amezaa hivi baba yao mtoto wake akakufa immediately. Hiyo siku tu yenye alizaa mtoto baba mtoto wake akakufa hiyo siku. Akaendelea kuishi peke yake, leo mtoto wake akapatana na mwanaume mwingine kando kabla aende kwa Mjamani mwenye amezaa na mtoto mwingine second born. Akapatana na mwanaume mwingine, akaolewa akakaa na yeye, lakini huyo naye hakukaa na yeye sana. Akaolewa akakaa na yeye like 1 year apata kumzalia. Unanielewa? So akiwa katika pilika zake akifanya kazi zake za hapa na kule, akapatana na huyo Mjamani. So Mjamani akamuoa, akampeleka Germany. Hata hizo mali zimnolenga kunazo, hizo manyumba amenunua, hizo anything yenye yako nayo ni Mjamani alimbaia. Juu alikuwa huko Germany akifanya kazi, akiinvest pia Kenya. Alikuwa ana invest Kenya, at least anakabai land, akajenga nyumba yake, akafanya kila kitu yake. Haya. Ndio Mjamani pia alimsupport. Unaelewa? Ni Mjamani alimsupport because of haki, because of mtoto wake huyu msichana wake huyu mjako naye wa Mjamani. You guys mnajua msichana wake. So ameendelea hivyo, akafika mahali akaanza kugonjeka. Akiwa tu na huyo dog. Akagonjeka kidogo for 1 month like I think akakuwa tu vizuri. So na huyu dog alikuwa anamthreaten kila siku. Huyu dog alikuwa anamchapa, huyu dog alikuwa anamfanyia vituko. Huyu dog alikuwa I think huyu dog alikuja tu kwa life ya huyu dem kama kumwambia fulani hivi. So unajua guys, unaweza kuwa kuna mtu akunakuja ina intention fulani. Alafu huyu dog ni narcissist. Kwa hiyo mtu ajui narcissist ni mtu anapretending tu. Yeye anapretending tu, yani anakupenda but deep down hakupendi. Yeye anapenda vitu mbaya, anapenda tu aone ukilia, anapenda aone ukikuwa frustrated, anapenda kuona yani. Sasa dog ni mtu wa hiyo type. Si yule mtu anapenda mtu akwe na amani. Ni yule mtu anapenda mtu ashinde amelia, mtu ameshinda amekosa amani. Ni yule mtu anapenda ile kitu inakuja kwake. Si eti kitu inatoka kwake inaenda kwa mwingine. Hapendi kupeana back, anapenda ku give back, anapenda yeye ku receive. I think guys unanielewa. So nataka sana ulete polepole sana ndio umuelewe ni nini imefanya mpaka akakufa. Na maneno yake ya mwisho ni gani? Vinyo alikufa alisema nini? Kosi nini yake? So huyu na system alikuwa na yeye huyu dog amekuwa kimtreat vibaya sana. Hadi Milly akadevelop ugonjwa unaojiita ovarian cyst. Akatibiwa, akapona hiyo ovarian cyst, akatibiwanga ikaisha. Alikuwa tu sawa. Huyu dog akaendelea kumthreaten. Huyu dog nasikia kuna madawa alimdunganga akiwa mgonjwa. So unaona guys, ni daktari. So akawa anamdunganga matamasha, akawa sasa yeye anamtreat. Kumbe alimdunganga dawa ya kumuua. Na Milly hakuwaijua. Yaani alimdunga shindano inamuua after 6 months. Yaani shindano kuna shindano mtu akikudunga inakuuanga polepole. Yaani unakaanga yaani unakaa lakini your days zinahesabika. The more siku inaendelea inaendelea kushangu. Ikifika mwisho unakatika hivyo. So huyu demo akadungwa shindano na yeye hakuelewa. Si anajua tu bwana yake ni daktari. Bwana yake anamtibu. So venye Milly ameenda hospitali hivi venye ameanza kugonjeka hivi akafika mahali akaishiwa nguvu. Sasa hiyo shindano ikawa imemnini. Hiyo shindano ikawa sasa imeanza sasa kufanya sasa kazi kabisa kwa mwili yake, zile signs
mara anaisha nguvu, mara sijui anasikia kuzunguzungu, mara anasikia kutapika, yani anasikia tu vitu weird kwa mwili. Akafika mahali akalemewa kabisa, akasema hapana, hebu nenda hospitali. So kwenda hospitali ndio sasa akaambiwa kila kitu inafanya nini, akapimwa vipimo zote, akapikwa aika kwa ile mashine ya kupimanga watu, wakampima damu, wakampima mikojo, wakampima hiyo haja kubwa, wakampima maji, kila kitu ya mwili wake wakapima, ndio akapata hiyo dawa yenye huyo daktari alimdungia. So unaona hiyo dawa sasa ni kitu imedungwa kitambo. Hiyo sasa haiwezi kuwa treated. Ni kitu yenye imedungwa. Sasa iko hapo kumuua. So simu yangu ilikuwa imestop kidogo. So venye akiwa akitreatiwa simu ambaye doka akapimwa, osi akaambiwa hiyo shinani ya kumuua polepole. So venye alipimwa akaambiwa hivyo, sasa amekuwa tu, sasa daktari akamwambia kitu yenye imedungwa hivyo, haiwezi tibika unless wakupatia dawa ya kumanage. Yani dawa wakudungaga shindani ya kumanage polepole, waone kama itaua hiyo sumu yenye imedungwa kwa mwili yako ya kukua polepole. Mili akakubali, akasema ni sawa basi nidungeni shindani, lakini pia akashtuka. So nataka niwekee hiyo video yenye ameongea hapo hivi, yenye ameongea hapa hivi juu daktari akimuelezea kila kitu. Nataka niwekee hiyo video hapa nyuma, muone, msikie venye ameeleza kwa hii video, alafu mtaniambia pia nini hapo kwa comment section mnafikira nini. Na guys, tukweni makini sana, tunadate na kina, tusidate narcissist, tusidate watu wenye ni wabaya, makillers. At least tunachunga nani tunadeal na wao. At least tunajiprioritize sisi wenyewe, tusije tukaingia kwa shimo kama ya huyu. Unaona huyu amekufa kifo hata hajatarajia. Hii hata si kifo yake, hii ni kifo yenye imebandikizwa tu kwake. Unaelewa? Na ni yule jamaa ni wivu. Huyo jamani, unasikia alikuwa ndakati ya amwandiki, alikuwa ndaka ampe hiyo nyumba na sijui na gari yenye milioni kwa na alikuwa ndakati ya ampe ikwe yake. Sasa vile milioni kataa, akasema gari ni ya watoto wake na nyumba ni watoto wake. Ndio jamaa akakasirika, akaanza kukua violent kabisa, anamchapa, anamfanya nini, mambo tu bingi anamfanyia, mara anamplay, bibi yake jaribu kucomplain, anatandikwa huko left right center. So mtanyekea video hapa, you guys mutasikia vile yenye Bilali alikuwa anaongea, explain, akisema, akiambia watu na akiambia paka watoto wake message yenye alitoa kwa watoto wake kabla akufe. Sawa? So stick around, watch this video till the end, at least ndio uelewe ni nini inaendelea. And blessings to you all. Don't forget to subscribe, don't forget to like if you haven't, and comment, leave your comment down there, and mambo itakuwa poa. So let's go. I know I'm in danger. Nishapanga watoto wangu, if I might die, watoto wangu wako tu sawa. But nataka nikikufa nikuwe nimesaidia mtu. Najua Kenya niliamua nikakuja nao hapa kwa mtandao. Wamama wengi wameshindwa kukuja. Wengi hata wanaogopa, wengine wanashare na mimi na Sudu account what they have been through. But I give you hugs. Just know that you have done the right decision to talk to me. I won't expose you guys because I know the feeling. It takes courage you to come and say it in public. Now, I want this to go to Kenyan government. Please stop selling job. Stop selling job, government. You're putting our lives in a risk. You're giving us some doctors who are not experienced. Some doctors, they are not qualified to be doctors. You've been sold job, so people want to finish us. Like, if you're giving someone a job, do a research. Do criminal research. Like the man I was living with, he has a criminal case in the police station. The criminal case, it is about medical issues. So he used to reject the ex-wife because he's a narcissist, and I'm going to say it, and I'm going to say it again because he's ready to kill me. Because he's a narcissist, he brainwashed that lady, and the lady withdrew the case. The same thing he did to me. So please, government of Kenya, before you give someone job, do a research. Know the kind of person you're putting in this hospital. You're putting some of them, they're murderers. They want to finish us. And if you're a person who wants to go through operation, please, government, allow us to come in that theater room with one
our member. Because what I saw the man was doing to patients through his phone, I myself, I always pray God I should never get sick. So guys, hiyo ndio message ya Milly. Kama umesikia kwa hiyo message, I hope umelearn kitu kwa hiyo kutoka kwa hiyo message yenye ameongea hapo. So hivyo ndio venye mambo iko sasa. Saizi amekufa, amesha watoto wake hivyo peke yake, watoto wao peke yake. Watoto wake mmoja ndio kwa baba, mwingine ana baba, yeye anakuwa baba ya mama na baba ya mtoto wake firstborn. So mambo imeenda venye iko, and let's keep praying for our watoto wenye wamebaki nyuma. At least Mungu awalinde pia wao wasipatwe na vitu kama hii. Na msichana pia tumuombe sana pia yeye, juu ni msichana. Mambo mingi sije kampata huko mbele. Unajua sasa ndio wakati ya vijana kuteka advantage ya wasichana after ni karembo. So let's pray.